Huyu jamaa anaitwa Zaki. Ni mshauri wa masuala ya ndoa hivi. Lakini jamaa ana mchezo mchafu sana. Demo akija kwake kushauriwa lazima aliwe bro. So kuna demo anaitwa Catherine alikuwa anakuja kwa Zaki kushauriwa maana ndoa yake ina misukosuko sana yani. Lakini kama nilivyoelezea hapo awali, Zaki ana mchezo ya ovyo sana yani. Demo akija kwake lazima aliwe. Usisahau kusubscribe Pony Movies YouTube. Tegea recap mzima inakuja sasa hivi. Chuma linaanza, Zaki yuko baa. Akawa anatupia Zaki mitungi 2-3. Mara mwanangu akamwona mtoto pisi. Mbona alikubali kinoma sasa ile pisi. Pisi nena inaitwa danga. Zaki sasa kucheki 2-3 akamkubali. Akaonga naye. Mipinduko kiasi yake. Kumbe Zaki ana maajabu. Kimoja chali akadichenga mwanangu. Kesho yake tunampata Zaki akiwa amejitayarisha na sepa zake kazini. Huko bado anamkumbuka demo jana alipiga naye mipinduko danga. Ana mara anafika reception hapa anapatana na demo fulani anayekubali pisi. Sema tu ashapiga swafa gili. Mara tunatupa huko kwa Catherine. Catherine leo ni birthday ya Mewe lakini sema hana rao cause Mewe ni wale tu kina Zuki. Kimoja chali hawana maajabu kabisa yani. Jambo linamkera lakini hana la kufanya, anafanyaje sasa? So inabidi aditupie bafuni, anajimaliza. Mambo inaisha. So kesho akiwa kazini anapatana na rafiki yake anamuita Kari. Anamshauri kabisa ni kuhusu vinenda. Mume wangu ana maajabu kabisa siku hizi. Kimoja chali yani. Hata si enjoy kabisa ndoa yangu yani, naona tu itafunjika yani. Hana maajabu kabisa. Ndio Kari inabidi amshauri, ambaye kuna mshauri wa ndoa, so maybe nitakupatia namba yako, ukimpigia maybe atakusaidia. Ndipo hapo anampigia dada wa reception, anamuelezea kwa mwombe Zaki kwa kesho atakuja kufanywa ushauri. Hapa mara tunatupwa huku kwa Catherine. Catherine anamfokea, siku hizi umekuona maajabu kabisa. Lazima kesho tuende kwa Zaki ukashauriwe. Dave anakosa la kufanya cause ni kweli. So na yeye anataka kuepukana na hii hali. Mara asubuhi yake tunawakuta akiwa anaenda kwa Zaki. Wanafika kwa Zaki. Lakini kumbe Zaki anamkubali Catherine kinoma. Sema tu hajamwambia. So anaelezea pale, mume wangu ana maajabu siku hizi. Yaani kimoja chali simuelewi. Hata nikimwambia ajaribu kutafuta dawa nakosa. Mara pale after kuongea wanaruhusiwa kutoka. Kama usijali mambo yatakuwa sawa. Tunamkuta hapa Zaki ana search Catherine kwenye Google. Anamchunguza. Jamaa anamkubali kinoma. Tunamkuta Catherine na Karo wako bado kwa ofisini, wanapiga story 2-3 pale yani kuhusu sasa venye atamsaidia mume wake yani mambo yawe mazuri. Huku tunamuona Dave akiwa yuko zake baa anapiga mitungi yani kutoondoa stress. Mara rafiki yake anakuja, mwanangu siku hizi aibu, kimoja chali sina maajabu. Anamtumia mke wake message kwa mimi nimejaribu kila aina lakini nimeshindwa. So ifanye chenye utafanya. Maana mimi nimeshindwa yani kutatua ile tatizo. Kuna ile message sasa. Hakuwa na la kufanya, ikabidi aende zake kwa Zaki ili kama atashauriwa. Mara anafika kwa Zaki hapo. Anauliza, Zaki utanisaidia nini? Yani mume wangu kimoja chali natamani sana kufanya tendo lakini hana maajabu yani. Wanaongea after pale Zaki anamuelezea, wanaelewana, akamwambia tutakuja ongea vizuri usijali hata. Mara anadichenga hapa Catherine. Kumbe Zaki mwanangu alimfuatilia. Akamfuatilia paka akaangalia kwenye anaishi. Kama kawaida yani Dave ana maajabu. Mkiwa anafoka, kwenda niache. Inabidi akajimalize. Inakuwa ngore sana. Kesho yake kazini tunakuta Kari anamwambia basi leo itabidi tuende mgawani tukapate chakula. Maana yani leo naonekana na stress. Mara tunamkuta Zaki. Kumbe Zaki aliweka CCTV. Catherine akija anamrekodi bana. Hii noma hii. Tunamkuta Kari na Catherine wakiwa wako kwenye mgawa kama walikuwa walivyopanga, wanapata chakula pale. Tuletee hiyo. Wako bado wanaongea. Kumbe Zaki alikuwa ndani pia. Akawaona. Catherine wewe, ni mimi mambo wanaongea pale. Keri akajichenga kwa muda waongee watu wawili. Wakaongea pale mawili matatu, sikawa noma mwanangu. Akajisahau mwanangu Catherine, ikapigwa mwanangu mipinduko. Nafika asubuhi.
Yaani tumelala wote. Kufika nyumbani mmeo anafoka, yaani imefikia wakati unanisaliti. Nimeona bora tu tuachane, kila mtu aende na yake hapa. Sikutaki tena. Catherine anampenda mume wake, hakuwa na la kufanya, amini. Ikabidi aende zake kwa Zaki akashauriwe. Mara akiwa anashauriana pale, kama nilivyokuambia Zaki ana michezo michafu sana. Si anajisahau mwanangu. Zaki akataka kuibuniza humo kwenye ofisi bana. Mara anaanza kumchezea dada watu, anajisahau makisi yanake, mara mlango unagongwa pale, wanajishtuka. Inabidi aondoke Catherine. Ngori sana. Sasa Zuki akiwa yuko kwake anachunguza, anakuta kumbe Kari anatoka na mume wa rafiki yake. Hii ngori sana. Akachukua zile picha, akaziangalia, akazisave, akajua hii nitaitumia kwa gombanisha. Mara tunamkuta Catherine anakuja kumlalamikia Kari, mume wangu anameniacha. Yaani bila kujua ni ndo mbaya wake, yani kweli kikulacho kinguoni mwako mwanangu. Pale anamshauri usijali tu, mume wako atakurudia. Yaani yote yatapita, usijali, yani wewe jaribu tu kuvumilia. Na kwa ngori. Si tunamkuta kijana wetu Zaki. Bado anacheki tu mipinduko pale aina yake. Anajimaliza mwenyewe. Tunamkuta dada wa reception akiwa anaongea na simu, mara anamtimbia Zaki. Zaki, umezidishwa malaya tu. Yaani mimi umeachana na mimi sasa, nimepata habari kwa wewe unaendelea na Catherine. Toka hapa, pumbavu. Mara anavunja maneno, mavitu, amekasirika kinomani. Akajua pale leo lazima akachome. Akachukua gari yake, akamfikia Kari. Kufika kwa Kari, akamdanganya Kari kuwa yeye amekuja hapa ongee ili wasuluhishe mambo. Mara kutoka Kari, akachukua zile message za Dev akajifuadia. Akajua hizi ndo nitazitumia kama kilipuzi kwa lipua. Mara tunatupa huku kwa Kari. Dev amekuja kwa Kari huku, akamwambia mimi nataka nirudi na mke wangu. Nimeona amejua hizo story, kwa hiyo ni sahihi. Mistake. Akakasirika. Pale alikuwa anaenda tu akampiga kitu cha kichwa chini. Noma sana. Noma. Kichuma Zaki kinafuata Catherine, kinamuonyesha zile messages alizokuwa Kari anachati na mewe. Mara Zaki amini. Anamwambia tunabidi twende kwa Zaki tukathibitishe ili waoniamini kama wanaona na kudanganya. Mara Catherine anafika kwa Zaki. Zaki kutoka, maana alikuwa ndani huko ambako amempiga Dev hadi kuzimia. Anakutana na Catherine. Usitaki kuniambia vile nimeambiwa ni kweli. Ni kweli, chukua bunduki ummalize. Yeye ndio mpango kila kitu hapa. Usimalize tafadhali, chukua bunduki ummalize wewe. Chukua bunduki mfyatue. Huko Dev anadisikia. Anashangaa vipi imekuwaje? Anapewa bunduki lakini anashindwa kumuua rafiki yake. Usiniwe tafadhali, nitaeleza kweli. Ndio akamwambia mimi ndo nimepanga mchongo wote, sababu ulikuwa nakutaka wewe. Kwa hiyo mara kushtuka wanakimbia. Wanafanikiwa kutoroka nje. Catherine anakimbia huko, anapatana na mume wake. Usiende huko, kuna Dev, jamani, Dev ndo amepanga mambo yote, usiende. Tafadhali mume wangu. Anaenda na anasukumana na Dev huko, wanapigana huko. Wanapigana, wanatoana paka nje. Sasa Catherine kuna gari hivi akamkuta Zuki ana bunduki, anapiga marisasi kukopa, anapatwa moja bega kina anamgonga. Anapoteza fahamu hapa. Baada ya kupoteza fahamu anakimbizwa hospitalini. Baada ya muda mume wake pia anakuja kumwangalia. Anaambiwa ngoja kaa akidisikia. Utakuja kumbe baada ya mwaka mmoja after kupona tunakiona kichuma Zaki kumbe akikufa bana. Na kiko tayari kwenda kulipiza kisasi. Sasa itakuwaje hapa? Na wale wanajua kabisa walikimaliza. Mara maandishi yanapanda kumaanisha movie imeisha, lakini ninapotoka nitakuandalia.